Yaani wewe ondoa shaka. Ondoa wasiwasi. Nikutoe hofu. Manta shaka, manta hofu. Mamangu Bimkwaya amelivalia njuga. Mama hakosei. Mama hana deni na sisi. Ila sisi ndio tuna deni kwa mama. Nani kama mama? Wewe vipi? Mbona bila taarifa? Mkuu amefariki. Unasimama? Mama. 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 Mama hapana. Mama! 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 Bimkwaya unatuachaje Bimkwaya? Bimkwaya usife. Mama! Bimkwaya. Bimkwaya Mama! 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 tuache Bimkwaya. Bimkwaya ongea kitu. Bimkwaya unatuachaje hivi Bimkwaya wewe? Bimkwaya. 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 Mazoli, haina haja kuongea maneno mengi ya kukufuru. Inawezekana ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu. Unajua nini Sofia? Ni kweli inaweza kama mipango ya Mungu. Lakini kinachoniumiza kichwa, Asha aliwezaje kujua kama mama amefariki? Hali ya kuwa yeye hakuepo ndani. Mimi nadhani hilo sio jambo la kuliweka akilini sana kwa sababu mbona mara nyingi Asha alikuwa anatokea bila kuitwa. Na unakumbuka mpaka bi mkubwa mwenyewe alikuwa anamsema. Kuna wakati mpaka alikuwa anamfokea. Kwa hiyo ni hali yake ya kawaida na yule ana uwezo wa kutambua kitu hata kama hayuko hapo. Mimi naamini hilo ni mpango wa Mungu tu. Unavoongea sana utakuja kukufuru. Sawa, nimekuelewa. Lakini yule Asha mimi sina imani naye. Sina imani naye kabisa.
Naona mnajadili kuhusu kifo cha Bimkwaya. Ngojeni niwaambie kitu. Kama mnakumbuka nishawahi kuambia acheni kumfuatilia yule mtu. Kwa sababu yule mtu ana nguvu ya Mungu ndani yake. Na nikasema msipokuwa makini lazima atazikwa mtu. Hivyo basi Mungu kaamua kufanya kazi yake na wala sio mtu mwingine. Na mimi nimekuja hapa kuja kuwaaga. Narudi kwetu. Unaona? Mimi nikisema na wasiwasi naye huyu niko sahihi. Kwani? Sawa. Si nilikwambia? Mimi naamini ni mipango tu ya Mungu. Huyu binti huwa anaongeaga ukweli japokuwa tu waga tumpi muda kumsikiliza. Ila namuona huyu Asha huyu. Mimi siku nitakuja nimfanye kitu kibaya sana. Mbona una wasiwasi na hofu kwa moyoni? Na kukabidhi hii pete. Ukaiweke sehemu nzuri. Ukaitunze. Unajua kwamba kama humu ndani kuna mtu ambaye tumemhifadhi. Ikija ikipotea hii pete, yule mtu hatutomuona tena. Sawa mkuu. Na kwaidi nitaitunza hii pete kama ulivyoniagiza. Na nitahakikisha iko salama ambako utakavyohitaji. Usiogope. Maana upendo wa Mungu u ndani yako. Uko huru kuanzia sasa. Baki na amani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari yako? Salama. Mchungaji? Naam. Dadangu anaumwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji maombi yako. Oh, anaumwa? Basi twende nikamuone. Sawa. Karibu. Pasta. Karibuni.
hakuna hali ya kuwaza wala kulia. Huyu bado yuko hai. Asante Mungu utendaye siku zote. Mungu mtakatifu, Mungu mwema, uifanyaye giza kuwa nuru. Kaitende sasa kazi yako. Tenda juu ya huyu dada, tenda juu ya hii familia, maana tunahitaji uwepo wako na nguvu zako siku zote, maana hakuna mwingine tunayemtegemea zaidi yako. Mungu, kaibadilishe giza kuwa nuru. Baba, ukaibariki na kuitakasa familia hii, maana hakuna mwingine tunayemtegemea zaidi yako. Baba, mtie nguvu, mtie amani, muondolee kila aina ya maumivu, muondolee kila aina ya pepo mchafu, akawe hai na akawe huru kuanzia sasa. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu naomba na kushukuru. Mwende kitandani. Mchungaji, asante sana, kwa sababu tulikuwa tumeshapoteza kabisa matumaini, na hakika Mungu ni mwema. Amina. Pia msijali. Amina. Barikiwa. Barikiwa binti. Barikiwa sana. Asante Baba, asante Mtakatifu kwa uwezo wako na utakatifu wako Baba. Asante kwa kutenda juu ya hili, maana hakuna mwingine anayemtegemea zaidi yako. Mungu, vunja na kuharibu kila agano la nguvu za giza, vunja na kuteketeza kila maagano ya nguvu za giza, maana hakuna aliye juu yako. Asante Mungu kwa utakatifu wako Baba. Naomba Baba kateketeze kila agano la nguvu za giza, maana hakuna mwingine awezaye zaidi yako Baba. Mungu, kafungue kila kilichofungwa na kila kilichoharibika Baba kikaonekane, na kila kilichopotea kikaonekane kuanzia sasa, maana hakuna mwingine tunayemtegemea zaidi ya jina lako Baba. Mungu, endelea kuteketeza kila nguvu za giza, endelea kuharibu, endelea kufungua kile kilichofungwa, na endelea kufanya muujiza, maana hakuna mwingine tunayemtegemea zaidi yako. Wewe ndiye njia, kweli na uzima, maana hakuna mwingine tunayemtegemea zaidi yako Baba. Mungu, nakuomba Baba kwa kila mmoja kampe amani na furaha, maana tunakutegemea wewe siku zote. Maana Baba, poteza na kuharibu kila nguvu za giza. Mungu, kaendelee kutenda juu ya familia hii, maana tunahitaji nguvu zako na baraka zako. Jina lako lihimidiwe siku zote. Asante Mungu kwa utakatifu wako. Asante Mungu kwa kazi yako, maana hakuna mwingine awezaye zaidi yako. Ndio kila kitu katika maisha yetu Baba. Asante Baba. Asante Mungu mwenye nguvu. Asante Mtakatifu, maana hakuna aliye kama wewe Baba. Asante Baba. Asante Baba. Asante Mungu mtakatifu mwenye nguvu, utendaye siku zote. Baba, nakuomba kateketeze kila kilichoharibika, kateketeze kila kilichomo ndani ya binadamu huyu, maana wewe ndio kila kitu katika maisha yetu. Hakuna mwingine awezaye zaidi yako. Ondosha na kupoteza kila agano la uchafu, kila agano la ugonjwa, kila agano la nguvu za mwovu ibilisi, vikashindwa katika jina lako Mungu aliye hai. Baba, naomba na kushukuru katika jina lako Mungu aliye hai. Umefunguliwa toka sasa, uko huru. Mama, nimemwona ni binadamu kama sisi, na huyu pia ni binadamu kama sisi. Simama. Hakuna binadamu asiyekuwa na makosa katika ulimwengu huu, ila Mungu ametenda. Hakuna zaidi yake. Mpo huru kuanzia sasa.